Ni chimbo la hasa talanta ibuka kutoka humu nchini, chimbo ambalo vilabu tofauti katika ligi kuu ya soka, tunazungumzia Gor Mahia, FC Leopards, Kariobangi Sharks, Mathare wanavitegemea. Lakini tu si vilabu vya humu nchini bali barani Afrika pia kuna vilabu vikubwa bana, Simba, Yanga, wazungumzia Mamelodi Sundowns, kule juu Esperance, tunazungumzia Al Ahly bwana, wanategemea pakubwa talanta kama hizi kuweza kuwafaa katika hasa mechi zao na pia kule Ulaya bwana. Na hizi talanta zinachipukia kutoka katika ligi hii ama akademia hii ya ligi ndogo hapa jijini Nairobi. Nimekuwa nasema na baadhi tu ya talanta hizi buka wakinieleza ari yao ni gani, uchu wa kila siku wa kuamka mapema asubuhi, licha kijibaridi, licha ya jua bwana, licha mvua, hawagandi kushughulikia talanta yao. Na sasa hivi nizungumze na baadhi tu ya wakurugenzi wakuu na washikadau kutoka humu ndani waweze kunieleza hatua kama hii ya kuandaa mchujo kuhakikisha kwamba wanawapa hawa bwana wachezaji chipukizi nafasi ya kutamba kule Ulaya, na kwa vipi mchujo huu utakuwa unahusisha kina nani na wanalenga kuchagua hasa wale wachezaji wangapi. Karibu zaidi kwenye Zili Zala Viwanjani. Tuanze tu kwa majina kisha bwana inakuaje katika hasa hatua hii ya kulea vipaji ibuka? Kwa majina naitwa James Ouma. Na ni vizuri sana kupatia vijana chipukizi nafasi ya kuendeleza hiyo mchezo mzuri wa mpira. Na hii ni opportunity nzuri ambao WWS wamekuja Kenya na watakuwa wanafanya trials ambao itapatia vijana nafasi nzuri sana ya kuendeleza hii michezo na hata kwenda Ulaya na hata kupata nafasi ya kusoma kwa njia nzuri. So sisi tunaomba vijana wajitokeze wengi, waje wajumuishwe katika trials na huenda ikawa ni bahati yao. Yes. Unajua mmoja anajiuliza lini bwana na wapi? No, hii shughuli yote itafanyika hapa katika kiwanja ya ligi ndogo ambao wengi nadhani wanafahamu kiwanja ya ligi ndogo ambao iko Ngong Road. Na nafasi mzuri na mnakaribishwa nyote. Pengine mnalenga kuchagua wachezaji wangapi, na pengine katika vitengo vya umri, katika umri wa miaka fulani itakuwa wachezaji wangapi, miaka fulani mtajakuwa wangapi, na ni vijana peke yao ama mtahusisha pia wasichana? No, umri itakuwa categories kadhaa mpaka up to 17 na ni both boys and girls. So nafasi nzuri kwa wasichana na vijana. Wachukue nafasi, waje waonyeshe umaarufu wao katika mchezo mzuri wa mpira. Yes. Unajua wewe ni baadhi ya washikadau wakubwa katika soka. Wewe jinsi ulivyo sasa hivi, unahisi kwamba kando na kuvutia mashirika makubwa kuja humu nchini kuchagua hivi vipaji, unahisi nini kinafaa kifanywe zaidi kuhakikisha kwamba soka letu linafikia kiwango cha kimataifa? No, tunge emphasize sana ikiwa vilabu zinaweza kuwa na youth team zao na wachangie, wape nafasi zaidi. Hii itasaidia, na ikiwezekana pia katika shule hizi vitu tuende mpaka kwenye shule na college. Itakuwa nafasi nzuri sana kuendeleza mchezo wa mpira. Yes. Tukisalia tu pale hapa pametoa baadhi ya wachezaji mahiri zaidi, nguli zaidi sasa hivi bwana, wanavutia wanachumbiwa na vilabu vikubwa zaidi kule Ulaya, hapa barani Afrika bwana. Siri imekuwa ipi siri bwana? Siri ni mpango nzuri. Ukija hapa ligi ndogo kuna mpango nzuri sana, na nampatia na wapa pongezi mtu kama meneja mkubwa, proprietor mkubwa wa ligi ndogo. Amefanya kazi nzuri sana sana. Yes. Aya, pale unazungumziaje pengine wosia kwa chipukizi, wazazi ni upi bwana? Na wazazi wasikataze watoto wao kucheza mpira. Wapatie nafasi na wakiweza wawasaidie na wafikishe katika hizi academy. Ni nafasi nzuri ya
ya kuendeleza mpira. Yeah. Asante sana na kila laheri bwana ukipiga hatua zako za kuwapa nafasi hawa chipukizi. Asante. Huyo ni baadhi tu ya washikadau bwana Uma akizungumza nasi kuhusiana na jitihada ambazo wanapiga humu ndani. Nimehusishe hasa pale mkurugenzi mkuu wa hasa akademia hii ya ligi ndogo aweze kunieleza bwana safari imekuaje, alafu hatua kama hii inalenga nini na pakubwa utendakazi unakaa vipi. Karibu kwenye Zili Zala Viwanjani. Tuanze tu kwa majina kisha tueleze bwana imekuaje, safari ilianza lini na kipi ambacho hasa unahisi kwamba binafsi ukiketi chini umeafikia. Asante sana. Kwa majina naitwa Chris Amimo. Mimi ndio mkurugenzi hapa ligi ndogo Football Academy. Yes. Safari imekuaje, lini bwana tulianza, alafu matunda haya ya kuzaa wachezaji mahiri kote duniani bwana imetokana na nini? Safari imekuwa poa. Imekuwa poa sana. Ilianza kitambo sana. Ilianza mwaka 2002. Ndio tena ligi ndogo. Na watoto wachache sana. I think ilikuwa watoto kama 15-20. Sasa hivi tuelekea kama watoto 400. Na tumekuwa na safari mzuri. Tumekuza watoto. Wengi wameendelea kucheza mpira kwa hali ya juu. Wengi wamecheza katika Kenya Premier League. Wengi wamecheza Europe. Wengi wamecheza Harambee Stars. Wengi hata wamechezea timu za nje kama Sweden National Team kwenye World Cup. Wamechezea Zambia. So tumekuwa na safari nzuri. Yes. Mchujo ujao hasa unamaanisha nini kwa akademia hii? Sasa tuna mpango zingine kubwa. Unajua kwenye mpira, kusema ukweli, wale watoto wanakuja wote kucheza mpira. Wale ambao watacheza hali ya juu sio wengi sana, ni asilimia kidogo sana. Sasa wengine labda watafutie pia maisha, watafanya kitu kingine gani. Sasa ndio tunapanga kuwa na collaboration na kuna watu wanaitwa WWS ambao wana deal na scholarships za masomo. So ukikuja unacheza mpira pia unasoma. Wakati kipawa yako itaonekana, labda ni kwa mpira, labda ni kwa masomo. So kuna pathway ya ku succeed outside football. Hiyo ndio mpango sasa. Tukimalizia, wewe si mgeni katika soka la humu nchini. Umewahi jitosa katika kinyang'anyiro kule katika shirikisho la soka nchini. Wewe ulivyo bwana, unahisi kwamba kama taifa tuko ambako tunastahili kuwa kisoka? Tunajaribu tuweza kufanya vizuri zaidi. Yes. Nini kinafaa kifanywe? Tunajaribu. Tunafaa kwanza kabisa ile mahali tunafaa tuweke bidii ni kwenye youth structures. Ingekuwa vizuri kama tungejipanga mapema kwenye youth structures. Tuko na talent. Lakini ni vile tu kujipanga vizuri inatulemea kidogo. But tukifanya hivyo, I think tuko na talent. Coaching ya youth pia tukue na emphasis kwa makocha wa youth. Na tuweke ma-leagues za youth. Bila leagues za youth itakuwa ngumu. Kidogo itakuwa ngumu. Because sasa mchezaji anapatikana kama shwa kwa miaka 20 ndio naona mchezaji. Na hiyo mchezaji nafaa muone kama kwa miaka 13. So hiyo miaka 7 anakosa kufanya proper training. Hiyo ndio shida yetu kubwa, but tunajaribu. Yes. Wasia wako sekunde 30 kwa wale wazazi na chipukizi ambao wanasaka nafasi ya kufika hapa, watafuata nini na vigezo ni vipi? Kwa wazazi, kama kuna mtoto, mtoe kwa nyumba. Wakati wa holiday, mtoe kwa nyumba, wacha kuja acheze. Mambo ya kwa PlayStation, kwa TV, kwa simu, sio healthy hata kwa mtoto mwenyewe. Wacha kuja acheze, alafu uweze kujua labda yuko na kipawa. Na hiyo kipawa, na pia mjue football ni biashara kubwa sana. Huyo mtoto anataka kulisha hata ulitai hiyo mali unafanya kazi, wachana nayo. Ukue tu wewe una manage. So msichukue lightly kitu. Iko pia na pesa, talanta ya mtoto wako. Tuko na examples, watoto kama wanapata ma contract kama kwa 18, 19 ya mamilioni. Unaona kina Ogama wameenda huko,
kina Bajaba ambaye alikuwa pale ligi pia Adrian Kibet. Yes, kina Kibet. So hiyo kipawa pia inaweza kuwa hata zaidi kuwa daktari ama engineer ama lawyer. Yes. Asante sana bwana, na kila laheri, kongole kwa juhudi hizi za kuwapa hasa chipukizi hawa nafasi. Asante sana. Asante. Huyo ni hasa katibu mkuu mtendaji wa